Asanteni sana waimbaji, tunaweza kuketi. Basi wakati huu ni nafasi nzuri ya kwenda kuyasikia maneno ya Mungu, na nimkaribishe mtumishi wa Mungu Mchungaji Singano kwa ajili ya neno. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama yetu Fiwa, familia, watumishi wa Mungu na wote ambao tumefika mahali hapa kwa maombolezo, niseme ya kwamba poleni sana, na nafasi tulio nayo, nafasi ya neno la Mungu. Neno hili hasa linalenga kuleta faraja, lakini pia kutukumbusha kwamba tupo katika dunia hii kwa muda mfupi sana, lakini baadaye tutarudi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niombe kwa ile neno la Mungu. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa nafasi hii. Neno lako pekee ndio faraja kuu katika mioyo yetu. Neno lako pekee ndio linatupa Bwana kujitayarisha kwa ajili ya siku kama hii. Naomba sasa Roho Mtakatifu akapate kunena nasi sote kwa ajili ya sifa na utukufu wako. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Basi naomba nisome kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 13, mstari mmoja mfupi tu. Sema kwamba nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio maneno ambayo tutakwenda kushirikiana mahali hapa mchana huwa leo. Wapendwa, neno hili kama nimetangulia kusema lina kusudi kuleta faraja, lina kusudi kutuelekeza kwamba iko siku ya kuondoka. Maandiko haya takuongea kitu hiki ya kwamba ni baraka kubwa kwa mtu wa Mungu anayekufa katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni baraka kubwa sana kwa mtu anayeondoka duniani akiwa katika Bwana. Hivyo kuna watu ambao siku ya kuondoka siku ya furaha, lakini kuna ambao siku ya kuondoka ni janga kubwa la milele. Kifo kipo. Kifo ni ahadi, ni mpango wa Mungu ambao amekwisha kumuumbia mwanadamu kwamba kila mmoja chini ya jua iko siku moja ataondoka. Kwa hiyo kifo si tatizo. Tatizo unakufaje? Tatizo unamaliza vipi? Hapo ndio kwenye kitu cha kutafakari, na ndipo kwenye ujumbe wa kuangalia. Kufa wote tutakufa tu, lakini unakufaje? Unamalizaje? Bwana Yesu asifiwe. Maandiko haya ambayo nimeyasoma, nimeanza neno hili, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya taabu zao, maana matendo yao yafuatana nao. Heri ni neno ambalo maana yake amebarikiwa. Ndio maana ya neno heri. Amebarikiwa mtu yule anayekufa katika Bwana. Amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kumfahamu mtu huyu ni nani. Mtu huyu ambaye anaitwa aliyebarikiwa, anayekufa katika Bwana, ni nani? Nyakati za leo tumeweka mkazo mkubwa sana katika dini na madhehebu yetu
Yaani ndio mkazo mkubwa. Mtu anajivunia dini yake, mtu anajivunia dhehebu lake, wengine wanajivunia mtume wao wa mwisho, wengine wajivunia kanisa lao la kwanza, wengine wajivunia kanisa lao lililotokana na uamsho. Wengi wamejivunia hiyo.
hivyo hivyo atakapofika siku kama hii ametoboa. Bwana Yesu asifiwe. Analipokea pumziko. Niulize, maisha yako unatamani, yani unatazamia kwamba kuna siku utaambiwa heri, umebarikiwa uliyekufa katika Bwana, upate kupumzika sasa? Je, siku hiyo unaitazamia? Maisha yako yanakushuhudia Yesu unaye? Au una dini yako nzuri? Mtu asikuguse na dini yako, mtu asikuguse na dhehebu lako. Uko tayari kujilipua kulinda dini yako? Nataka nikwambie mpendwa, dini tutaziacha hapa, lakini Yesu tutakwenda naye, na ndiye anayetoa hilo burudiko. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndugu yangu, matendo yake yanafuatana naye, kazi zake njema zinafuatana naye, sadaka zake zinafuatana naye, matendo yake mema mazuri baada ya kumpokea Kristo yanafuatana naye, na matendo haya yanakuwa kama ushahidi mbele za Mungu aliye hai, uthibitisho. Hivyo ndugu yangu mpendwa, kufa si tatizo. Unamaliza vipi? Paulo akasema kwamba natamani niondoke nikaishi pamoja na Kristo, maana kufa ni faida. Haleluya! Aliyemwamini Yesu, kufa ni faida. Ndugu yangu mpendwa, kama dini haikuhathibitishi kwamba kuna kuokoka duniani hapa na kuingia mbinguni, anza kuangalia, pata mashaka. Kama dini kiongozi mwenyewe hakuwa na uhakika, anasema na mimi sijui, jiulize. Yesu anasema mimi ndimi hiyo ndio njia, mimi ndio kweli, mimi ndimi huo uzima, na mtu hata ingia pale bila kupitia kwangu mimi. Haleluya! Mbinguni hakuna kusema Bwana pita ya mlimani, nipite ya bondeni, tukutane kwenye tukio. Mbinguni kuna njia moja. Haleluya! Na njia hiyo ni Yesu Kristo. Sio dini nzuri ya Kikristo. Jamani, ni nani? Yesu Kristo. Nimalize kuuliza swali. Umempokea Yesu? Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Je, ikitokea leo, wapendwa, sasa hivi watu wanaondoka, yani kwa haraka. Ikitokea leo, uko tayari? Kwa kweli, wapendwa, watu wanaondoka haraka. Mzee wetu ibada yake ya mwisho ilikuwa tarehe 26 mwezi wa 10. Alikuja amechelewa kidogo, amepeleka shemeji yake hospitali. Siku alikuwa na furaha sana. Tulikuwa na kikao. Mzee alikuwa anatuandikia minute, alikuwa na kaimu katibu wa kanisa. Alifanya vikao kilichopita cha mwezi wa 7. Kati anasoma ile minute ya cha mwezi wa 7. Nikamwambia mzee, minute kwa kweli nimeipenda. Iko na details za kutosha, iko vizuri. Kaniambia, mchungaji, unajua mimi mwana historia. Watu wa historia bwana ndio waandishi. Kamwambia nimekubali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kamwambia nimekubali kwa muktasari huu. Muktasari ambao ameandika siku ile. Labda tukitaka tuambie mama, hebu angalia na kwa mzee vitu vyake. Maana amefungasha iji ya uandae. Mwenyewe akiukamilisha tu anitumia online. Sasa siku ile Jumapili, nataka Jumatatu au Jumanne, mama akaniambia anipeleka mzee kucheki pressure hapo. Ikawa ndio safari. Ndio safari. Kwa ndio nimesema kwa kusema ya kwamba leo kuondoka kuko njenje. Yaani kuko njenje. Ikitokea kwako leo, uko tayari? Uko tayari? Sasa kama utayari huo haupo, unaweza leo ukawa tayari. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza leo kuwa nini? Tayari. Yesu yuko hapa.
Na ujumbe huu sio wa mzee Cheyo huu. Mzee Cheyo amekwisha kukaribishwa. Ndiye aliambiwa heri wafao katika Bwana tangu sasa. Ujumbe huu ni kwa ajili yako wewe. Maana siku yako inaweza ikawa na historia ya leo, kwamba leo ikatengeneza historia ya maisha yako na kesho yako na siku yako ya pointi kama hii. Ni pale tu utakapokubali ukasema, mchungaji, nimekubali, ninamhitaji huyu Yesu, maana ni kweli sijatimia, dini nayo, lakini ulivyosema hata ile michepuko ya kazini, ya kwenye safari, mbona ndio maisha? Mbona ndio maisha? Nataka nikuambia kwamba leo ukimpokea Yesu, ukimwamini Yesu, utajenga historia mpya na ukurasa utakuwa mpya, na wale ambao walimekuzoea kwa maisha yale, nao ndio watakuwa washuhuda wa kwanza kwamba umeokoka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hivyo niulize swali basi, uko tayari kumpokea Yesu? Kama uko tayari, inua mkono wako, mimi nitaomba kwa ajili yako. Hata kama uko kule nje, inua tu. Yesu yuko hapa, na maisha yako itakuwa ni historia kuanzia leo. Utakuwa na dini, lakini ni dini ambayo ndani yake wewe una Yesu. Jamani, amina. Mimi dini ninayo, lakini sijivunii dini yangu ile, najivunia Yesu. Ndiye Bwana, ndiye mtawala, ndiye mwokozi wa maisha yangu. Wewe je? Basi kama uko tayari, nifuatie maneno haya. Inamisha kichwa chako, sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Nimelisikia neno lako, nami nimejitambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Bwana Yesu, mchana huwa leo, naomba unisamehe dhambi zangu zote, ninazozijua hata nisizojua. Naomba unisamehe. Ninakupokea leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu yote. Namkataa shetani na kazi zake zote. Asante Yesu, maana umeingia moyoni mwangu. Nami ni kuanzia leo ninakiri ya kwamba nimeokoka katika jina la Yesu. Mungu Baba, nakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu neno lako itaendelea kunena na maisha ya watu hawa. Roho Mtakatifu Bwana akaendelee kunena na kuwahudumia watu wako. Asante kwa sababu unatenda haya kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, naomba na kushukuru. Amen. Amen. Mungu awabariki na Mungu akupe zaidi kusema na maisha yako. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa neno zuri. Neno hilo ni kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Imani, amina. Basi ni wakati mwingine ambao tunakwenda kutoa salamu za rambirambi, lakini kusomea ratiba yetu kwa maana ambayo bado hatujafika bado. Tuna hiyo eneo la salamu za rambirambi. Alafu baada hapo tutakuwa na wakati wa kusikiliza wasifu wa marehemu pamoja na neno la shukrani kutoka kwa familia. Alafu baada hapo tutakuwa na zoezi la kuaga mwili wa mzee wetu pamoja na sadaka. Na baada ya hapo tutakuwa tunahitimisha ibada yetu na tutawachia familia kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea Shinyanga. Basi wakati huu Pastor Damson, naomba nianze na kikundi cha kwanza kabisa, wanajiita Umakamwe. Umakamwe hao naomba wafike kwa dakika chache sana. Tutatoa salamu za rambirambi, alafu baada hapo nitakutajia vikundi vingine. Karibuni. Baada hapo naomba ujiandae Smart Mamas, takuwa nafuatia. Asante. Ndugu wanafamilia, baba askofu na wachungaji wote pamoja na waombolezaji wote, Bwana Yesu asifiwe.
Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Kikundi cha Umakamwe kipo katika eneo hili ambalo familia ya Cheyo inaishi, na tulikuwa tunashirikiana naye katika hali na shida yote inapotokea katika eneo hili. Kwa niaba ya kikundi hicho, tunawapa pole sana familia ya marehemu kwa kuondokewa na mpendwa wetu. Tunasema ni mpendwa wetu kwa sababu kwa kweli tulikuwa tunaishi naye kama mwanafamilia. Bwana Cheyo alikuwa ni mwanachama, lakini pia alikuwa ni kiongozi wetu. Mpaka mauti yanamfika alikuwa mwenyekiti wa kikundi hiki, na tumekuwa tukishirikiana kwa kipindi tofauti. Tangu alipokuwa kazini, wakati mwingine hakuwa hapa Tanga, lakini tulikuwa tunashirikiana naye vizuri kwa wakati wote. Kwa hakika msiba huu umetugusa sana, na taarifa za msiba huu kwa kweli tulizipokea kwa mshtuko mkubwa, wakati tulipokuwa tunahitaji sana busara zake, uongozi wake kuweza kutuwezesha tuweze kuishi pamoja kama ndugu na familia moja. Tunawapa pole na tunazidi kuwaombea Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Kwa wale wote watakao safiri, waweze kusafiri salama na kwenda kupumzisha mwili wa mpendwa wetu mahali pema. Bwana Yesu asifiwe. Labda tu nimalizie kwamba kikundi chetu kina utaratibu wa kutoa rambirambi, na tumekwisha kuwasilisha rambirambi zetu kwa utaratibu wa kikundi chetu. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana Makamwe. Basi naomba tupate salamu kutoka kwa Smart Mamas, na baada hapo utafuata majirani. Tukomboe muda. Smart Mamas, baada hapo majirani. Jenda. Habari za leo, habari za muda huu. Kwa niaba ya kikundi cha
kamishna na sekta ya ardhi kwa ujumla, kwa maana kwamba mkoa mzima wa Tanga. Tunapenda kutoa pole kwa familia, majirani na marafiki kwa kuondokewa na mpendwa wetu. Mzee Cheo alikuwa ofisi yake ya mwisho kabla ya kustaafu kwa mujibu wa sheria alikuwa katika ofisi ya ardhi mkoa, ndo kabla ya kupumzika kwa mujibu wa sheria kwa taratibu za nchi. Ofisi ya kamishna, kwa maana kwamba sekta nzima ya ardhi mkoa, tuna utaratibu wa rambirambi, kwa maana kwamba watumishi wote wa sekta ya ardhi mkoa mzima huwa tukipatwa na mwenzetu anapopatwa na majanga, aidha kufiwa au familia moja hapo members, basi watumishi huwa tuna utaratibu wa kuchangiana. Utaratibu baada ya kupata taarifa hizi za msiba, tuliendelea na kuchangishana, kwa maana kwamba ofisi watumishi wote wa sekta ya ardhi mkoa. Kwa hiyo tunapenda kwamba hizi rambirambi tutaziwasilisha kwa familia baada ya kukamilisha. Tumejipangia kwamba kesho jioni tutakamilisha. Kwa hiyo kwa utaratibu ambao tutawasiliana na familia, tutaweza kuwasilisha rambirambi hizo. Nipende kuwapa pole sana, lakini pia niwatakie safari njema ya Mungu awatangulie katika safari ya kwenda kumpumzisha mzee wetu. Asante sana. Asante sana ofisi ya ardhi. Basi wakati huu tupate salamu kutoka kanisa la TAG Antiokia. Karibu aliandaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la TAG Antiokia, ni mzee wetu, tuko naye kwa kweli, ndio hivyo ametuondoka. Utaratibu wetu unaendelea, tutakabidhi, tutamwona mama atakapokuwa amerudi. Amina. Amen. Mama, poleni sana na Mungu awatangulie. Asante. Asante sana kanisa la TAG Antiokia. Na tupate salamu kwenye kanisa la TAG Chumbageni. Na mimi ndio nimeteuliwa kusema kwa niaba ya kanisa. Kwa niaba ya mchungaji wetu kiongozi Agustino Ibrahim Dedu pamoja na washirika wa kanisa la TAG Chumbageni, napenda kutoa salamu zetu za pole kwa familia kwa msiba huu mkubwa. Umetugusa kwa namna kipekee, na sisi kama kanisa tuna utaratibu wetu. Yapo mambo ambayo tayari tumeshayafanya, lakini bado tunaendelea kukusanya rambirambi, na baada ya kurudi Shinyanga basi tutakuja tena kwa ajili ya kukamilisha rambirambi zetu. Mungu awabariki sana mtakapoanza safari, basi Mungu atangulie. Asante. Basi niwapongeze wote ambao wametoa salamu hizi. Najua baadaye wengine tutakuwa na muda wa sadaka, pia itakuwa ni moja hapo pia nawe ya kutoa rambirambi yako. Basi wakati huu tupate wasifu wa marehemu, alafu baada ya hapo mtamalizia na neno la shukrani. Karibu yule ambaye ameandaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ufuatao ni wasifu wa marehemu Cheo Paulo Nkelege. Kuzaliwa. Marehemu Paulo Cheo Nkelege alizaliwa tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 1964 katika kitongoji cha Pandagichiza, kijiji cha Kasingiri, kata ya Ilola, tarafa ya Itwangi, wilaya ya Shinyanga vijijini, iliyopo katika mkoa wa Shinyanga. Ni mtoto wa 7 kuzaliwa kati ya watoto 10 wa mzee Nkelege Mbako na Bikabula Kundami. Elimu.
Marehemu alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Ilola na baadaye alihamia kwa kaka yake Mwalimu Venance Nkelege katika wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora, na kumaliza darasa la 7 mwaka 1979. Alifaulu kuendelea na masomo ya sekondari mwaka 1980. Alimaliza mwaka 1983 katika shule ya sekondari ya Mpwapwa iliyopo mkoa wa Dodoma. Aliendelea masomo ya kidato cha 5 na 6 mwaka 1984. Alimaliza mwaka 1986 katika sekondari ya Mzumbe iliyopo mkoa wa Morogoro. Baada ya kuhitimu alijiunga na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria mwaka 1987. Chuo. Marehemu alichaguliwa kujiunga na Chuo Kikuu cha Mlimani Dar es Salaam katika kitengo cha ardhi mwaka 1987 na alimaliza 1990. Kazi. Marehemu aliajiriwa na Wizara ya Ardhi kama afisa ardhi jiji la Dar es Salaam katika wilaya ya Ilala mwaka 1991 hadi 2006. Alihamishiwa katika jiji la Tanga wilaya ya Muheza, na baadaye alienda kuwa muasisi wa ofisi ya ardhi Mkinga mwaka 2007 hadi 2011. Alikuwa na bwana mmoja tulikuwa napenda kumuita marehemu, naye alikuwa anaitwa Ngaponda. Alihamishwa tena mkoa wa Pwani wilaya ya Kisarawe mwaka 2011 hadi 2016. Alihamishwa tena mkoa wa Tabora katika wilaya ya Kaliua mwaka 2017 hadi 2019. Baadaye alihamishiwa katika halmashauri ya mkoa wa Kilosa iliyopo mkoa wa Morogoro mwaka 2019 hadi 2023. Katikati alihamishiwa katika jiji la Tanga katikati ya mwaka 2023 mpaka alipostaafu mwaka 2024. Ndoa. Marehemu alifunga ndoa na Bilehema George Buyamba tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka 1965 na walifanikiwa kupata watoto wanne ambao ni Joshua Paulo Nkelege, Joseph Paulo Nkelege, Judith Paulo Nkelege na Juliet Paulo Nkelege. Pia alikuwa na watoto wawili wa kuwalea wa marehemu Bahati Mikanda na Grace Mikanda. Aliachiwa wakiwa wadogo na alikabidhiwa kwa ajili ya kuwalea mpaka wafikishe sehemu anayotakiwa. Watoto hao ni Kelvin Mikanda na Jacqueline Mikanda. Ugonjwa. Marehemu alianza kuumwa mwezi wa 4 mwaka 2024. Baada ya uchunguzi wa vipimo aligundulika na tatizo la kisukari. Aliendelea kupata huduma katika hospitali ya Tumaini na Bombo zopo katika jiji la Tanga. Pia alikuwa anahudhuria kliniki katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Baadaye hali yake ilibadilika na kulazwa katika hospitali ya Bombo Tanga, lakini hakupata nafuu vizuri na hivyo kuhamishiwa katika hospitali ya Muhimbili tawi la Mloganzila tarehe 13 mwezi wa 11 2025. Baada ya uchunguzi alionekana pafu la kulia limejaa maji yaliyosababisha kupumua kwa shida. Tarehe 16 mwezi wa 11 saa 9 usiku mpendwa wetu aliaga dunia. Shukrani. Familia inapenda kutoa shukrani za dhati kwa mtu mmoja mmoja pamoja na makundi mbalimbali kama ifuatavyo. Madaktari na wauguzi wa hospitali zote ambako marehemu alipata huduma kwa jitihada zao za kuokoa maisha ya mpendwa wetu. Wachungaji na waamini wa kanisa la TAG Chumbageni na Antiokia iliyopo jiji la Tanga. Shukrani za pekee ziwaendee wachungaji waliojitoa kwa kupangiana zamu kumuuguza mpendwa wetu katika hospitali ya Bombo Tanga kabla ndugu hatujafika. Tunawashukuru sana kwa huduma yao.